till my eyes don't see. I dey try. I dey walk. If life no just God no light, just dey unfair for me. Fuck! Kama ilivyo kawaida ya vijana wengi sana kusoma mambo magumu na mwisho wa siku kuangukia katika kazi nje ya taaluma aliyosomea. Efemini ni jamaa aliyesoma sana masuala ya IT, kiufupi jamaa anaijua sana kucheza na kompyuta. Ila huyu ni aina ya wale vijana wenye hofu sana ya Mungu, yani kufanya kitu nje ya maadili yake au nje ya haki hawezi kabisa. Miaka kadhaa nyuma kidogo wakati yuko chuo, Efemini alishawahi kumfojia rafiki yake cheti cha chuo baada ya kushindwa kulipa ada. Jamaa aliwasaidia sana wenzake kufanikisha masuala mbali hasa yanayohitaji sana akili documents. Kiufupi jamaa alikuwa akifoji kitu kugundua labda na wewe uwe mtaalamu kweli kweli. Sasa Efemini alikuwa na maisha magumu sana kiasi kwamba inafika wakati anamdanganya mke kuwa yuko kazini usiku kumbe yuko mahali analia maisha ni magumu. Mke wake alikuwa anamkubali sana mchizi licha ya maisha kuwa magumu lakini aliamini katika kujituma kwa mume wake huku akiamini siku moja watatoboa. Efemini alikuwa anafanya kazi usiku kwenye moja ya kafe mtaani. Pale kafe alikuwa anadharaulika sana, si unajua tena umesoma na elimu haijakusaidia katika kupata ajira. Siku moja akiwa anahudumia watu pale kafe, anakuja kijana akiwa na watu wake nyuma zaidi ya wawili, wanatafutiwa meza kisha wanakaa. Huyo kijana aliyeingia anaitwa Obozi the Done, ni kijana mdogo mwenye pesa nyingi sana. Sasa katika namna ya kutoa huduma Efemini alienda katika meza ya Obozi. Obozi anamwangalia vizuri Efemini, ni kama mtu anayemjua au alishawahi kumwona mahali, ila jinsi Efemini alivyo, Oboz anamshangaa sana. Unajua kwa nini? Miaka ya nyuma kidogo, Oboz akiwa hana kitu katika harakati za maisha, Obozi alichomwa kisu na kuachwa barabarani damu nyingi zikiwa zinamtoka. Watu wengi walikuwa wanampita bila kutoa msaada. Lakini Efemini alipita maeneo yale na kuona mtu anatokwa na damu na anahitaji msaada, akiwa hamjui alimchukua na kumpeleka hospital. Oboz anamsimulia ayo Efemini. Efemini naye anamkumbuka Obozi. Kwa furaha Efemini anamkumbatia huku anashangaa kuona alivyobadilika. Pia Obozi bado anashangaa kwa nini mchizi yupo pale na anafanya kazi katika kafe kama mtoa huduma. Obozi alikuwa anafahamu ubora wa Efemini katika masuala ya mtandaoni. Hicho ndicho kitu kilimfanya Obozi ashangae kumwona Efemi akiwa na kari ngumu. Sasa picha linaanza Efemini pale kazini. Alikuwa na madeni mengi sana na ilitakiwa alipe mdogo mdogo kupitia makato ya mshahara wake. Imagine unadaiwa 300,000, jamaa akalipa 300,000. Jamaa akauliza analipwa bei gani kwa mwezi. Efemini akajibu analipwa 3,500,000. Mchizi akadouble pia kwa boss wake hicho kiasi ili Efemini awe huru. Efemin akaona mambo yasiwe magumu, akampigia magoti Obozi huku anamwona amsaidie walau ampe kazi. Kitendo kile pia kilizidi kumchanganya zaidi Obozi the boss. Unajua kwa nini? Obozi ni tajiri sana, ila pesa zake nyingi ni za wizi wa mitandaoni, yani kuhaka account za bank, tuma pesa kwenye namba. Hii ndo michezo yake. Akimwangalia Efemin ni kongi kwenye mambo ya mtandaoni, anakumbuka wakati anamsaidia alishaona Efemini amesaidia sana wenzake chuo katika masuala ya kimtandao. Kufoji karatasi za ada, vyeti vya chuo, mambo kibao. Anashangaa kwa nini mchizi ajatumia ujuzi wake kufanya hivyo ili ajipatie pesa. Sasa Obozi akaanza kumshawishi Efemini aingie katika mtandao wake na afanye kazi chini yake. Mwanzoni Efemini alikataa akihofia usalama wake na familia yake, lakini bado maisha yakazidi kuwa magumu zaidi sababu hana kazi. Baada ya kujiuliza sana na kuona hana namna, akakubali kuingia katika mtandao huo. Mfumo wa kwanza kumpa Obozi juu ya wizi wa mtandaoni ni ile unapigiwa online na mtu unayemjua na wa karibu kwako, mama, baba au mtoto, kisha unaombwa hela. Yaani unashangaa inaingia WhatsApp, ni mama yako kapiga sura mpaka sauti ni ya mama yako, kisha anakulilia shida na kukuomba utume pesa. Kama ni wewe unachomokaje hapo? Oboz akajikuta anapiga pesa mara 10 zaidi na mwanzoni. Efemini akawa anakula asilimia kadhaa zilizomfanya kubadilika kimaisha na kuwa tajiri ghafla.
Ubaya sasa, huko mtandaoni nako kuna mafogo wanaomiliki mfumo, yani ni sawa unaibiwa watu ila lazima ulipe kodi kwa hao mafogo. Polisi nao wako macho kutafuta wezi wa mtandaoni, kwa hiyo Efemini anajikuta anaingia katika vita vya polisi pamoja na hao mafogo wa mtandaoni. Mbaya zaidi, fogo mkuu anaitwa Teacha alitaka asilimia kubwa zaidi kwa Obozi na Efemini kwa sababu aliona nguvu mpya imeingia kwa Obozi. Sasa mbaya zaidi, huyu Obozi naye ni mjeuri, akaua familia ya Teacha kuonesha naye ni mkubwa, hatakiwi kupangiwa. Hapo mzozo ukaanza. Teacha akawa anataka kulipa kisasa kwa Obozi mpaka Efemini akiamini wote ni wanashirikiana na walishiriki kupanga tukio hilo. Mzigo uko na episode 8 na umetoka mwaka 2025. Usisahau kusubscribe channel hii kwa review nyingi zaidi.